uongo kuisha Kenya. Ruto must go. For corruption kuisha Kenya. Ruto must go. For Kenya. Ni protect bwana speaker na malizia ni protect. But ni protect. Yeah, ni protect. Ni protect kwa uwekula. Mtu wako special laji kuambiwa Ruto must go, then CDF anakuja naongelelea. Uhuru Kenyatta aliambiwa Uhuru Kenyatta must go. Hatukuona CDF akiamka ati anaenda kusema ati mmeongea sana wa Kenya. Kibaki tulimuimbia Ruto must Kibaki must go. Hatukuona CDF wala Nisbos kuamka akisema ya kwamba ati mmeongea sana. In fact hata Moi ndio ilikuwa zaidi. Tunazionaga kwa clip. Sababu hiyo enzi tulikuwa wachanga sana. Tunaziona kwa clip. Na hatukusikia CDF Daudi Tonje akiongea. Hakuna kitu kama hiyo. Kwa nini special sana na Ruto? Na tunajua kitu special na Ruto. Kitu special na Ruto ni kujipiga kifua. Na ndio maana tunataka kuambia CDF. Tumeona leo mmeregret sana kwa news Kenya Gazette mkisema ya kwamba mna regret kwa vitu mlisema. Hamkusema kitu mbaya, mlisema kitu mzuri sana. Hivyo vile mlisema ya kwamba tufuate katiba, ndivyo pia sisi tunataka mfuate katiba wakati tunaenda kuondoa William Ruto kwa kiti. Isiwe ya kwamba eti yule taiba ndio katiba itamfavor. Tunataka kumuondoa asubuhi na mapema. Na mfuate katiba vile mnatuambia tufuate katiba. Sisi kama wananchi tunajua katiba inasema nini. Kwa hivyo hatutaki mtukumbushe ya kwamba katiba inasema hii, katiba inasema hii. Tunajua. Na ili mjue tuko na haki ya kusema Mr. Ruto must go. Hii wimbo ya Mr. Ruto must go, hata mfanye nini, hata mkitushika haitanyamaza na haitaisha. Na tutaendelea kuisema Ruto must go until Ruto na vigaragazi wake wote, akina Duale wote, ambaye nimesikia mwenzangu hapa anasema ati afanye kazi mzuri. Kama mkubwa ni cartel, hadi watu wa chini wote ni makatel. Kwa hivyo hakuna kitu mzuri ambayo inaweza happen kwa hii government. Na nikimalizia bwana speaker, ili tuweke hii maneno ya Mr. Ruto must go home iwe full, nataka munifuate mkisema Mr. Ruto must go, nikisema vitu zingine hapa. For lies, uongo kuisha Kenya. Ruto must go. For corruption kuisha Kenya. Ruto must go. For Kenya. Ni protect bwana speaker na malizia ni protect. But ni protect. Yeah, ni protect. Ni protect kwa uwekula. Mkale. Yeah. For taxes. Hili taxes, hili ushuru irudi chini. Usipige mtu. Usipige mtu. Hili ushuru irudi chini. Ruto lazima aende nyumbani. Hili sekta ya health iwe mzuri kwa hii nchi. Ruto must go. Asante. Kwa wale ambao wako na TV waliona jana, ndio walielewa kwamba ule bwana anakuwa mfanyakazi wetu, kwa sababu alikuwa amewekwa hapo tumwangalie tuone vile mambo yataenda. Kasongo anaulizwa maswali akiwa Sagana, unasema nini, unakuja kufanya nini? Akasema alikuwa anataka kuongana 10 billion. Kwa sababu kama anaambiwa nipatie hii, hiyo nikufanyie hii, si kuongana hiyo. Na hiyo si mbaya, kwa sababu mambo yote ambayo unayofanya
na vikanga mwisho inaanikwa. Kwa wale ambaye wanamuona akiwa mtu mzuri, pia si wabaya, kwa sababu wanaangalia kwa upande yao, wanaona labda ni mzuri, kwa sababu chochote ambayo anaona kama ni kibaya, kuna mtu anaona ikiwa mzuri. For example, kwako naweza kuwa kuna masufuria zimetoboka, utube hapo nje. Jamaa mwingine unamuona anaokota hapo, hiyo masufuria anaenda kuuza. Unashindwa naye huyu anaokota ile imetoboka, ile ambayo nimetupa. Wakati ile ambaye mnaona kama huyu si right president, kuna mwingine anataka aendelee. Kwa sababu ya hii mambo mawili. Kuna ule ambaye hapendi mambo mazuri, kitu straightforward. Na ni mtu kama wewe. Na huwezi kumchukia. Kwa hivyo akiona mtu anakaa kama yeye, anafurahia. Kuna ule ambaye anataka vitu straightforward. For example, jana watu wa Nyeri walikuwa wamebahatika. Jamaa wanaambiwa nenda mkuje pikipiki kama 300 na kila moja inaenda na watu wangapi? Watu watatu. Bebe watu wawili. Na hiyo pikipiki unapewa 5,000. Hiyo 5,000 wajamaa akasema tutasherekea. Amekabidhiwa. Baada ya kukabidhiwa wakati ambaye amefika Karatina, akaona bao zote zinaanguka chini. Huwezi kuja kufungua market ambaye ilimalizika 2019 wakati wa corona. Na wamama wako ndani wanaendelea kufanya kazi. Kimathi unataka uongee na wakuja hapa hivyo, unataka tena watu wasimame. Acheni zenu. Kwa hivyo ile kitu ambayo iliyoko nia na madhumuni yetu ni tuone kama tuna change. Ni lazima kitu ya kwanza uelewe uongo haukaangi. Hiyo ni kitu ambacho tunastahili kujifunza kama si wa Kenya. Huwezi kuwa kama unadanganya watu kila wakati na kila mahali. Huwezi. Utadanganya watu fulani wakati fulani kwa mambo fulani. Lakini huwezi danganya watu wote mambo yote kila wakati. Uwezekani. Kwa hivyo watu wanaendelea kuerevuka. Itakuwa ngumu hata gavana wa Kenya licha president, hata gavana kwenda 2 times itakuwa ni kazi. Lazima uelezane mambo yatakuwa namna gani. Sasa kuwapatia mfano na vitu ambavyo ni rahisi sana. Kabla CDF ijafika, ilikuwa inaitwa DDF, District Development Fund. Ilikuwa inapewa kina Mulumutisia, kina Karuki Chotara, Dolaya, au anapewa na Moi, briefcase. Yeye anagawa vile anataka, anapatia marafiki zake wale anataka. Lakini ulifika jamaa anaitwa Engineer Muluka Ruwe. Kwa huko Laikipia, akakuja na kitu inaitwa CDF. Sasa hii bunge wa hapa, mama aseme ati nimewatengenezea. Kwa sababu tunajua hiyo ni wajibu wake anastahili kufanya. Sasa hii tunaweka our president on toes, atueleze nini ambaye amefanya. Juzi mmeona mkubwa wa jeshi amejaribu kumdefend. Ikakuwa shida kwake mpaka ikabidi waanze kumwombea apology. Tafadhali amekosea tu kuongea, tafadhali, kwa sababu ya matamshi. Kwa sababu watu walisoma katiba na wakaelewa. Hii katiba ambayo tuko naye si wenyewe ndio tulicollect signatures. Na tukacollect maoni ya watu. Na watu wakasema vile wanataka katiba yao ikae. Na ni lazima ufuate katiba vile ambayo inafaa. Na kama wewe unataka kufuata katiba, utakaa kando. Hatubembelezani. Kwa sababu tuko na a lot of leaders. Hata wengine wanakuja hapa jivaji. Mtu ambaye ni kiongozi lakini hajapata nafasi. Kwa sababu ya watu kama kina Kasongo ambaye mtu anaenda akakaa pale. Inakuwa ni problem kwake. Nimewaambia mara mingi sana kwamba kuna watu wale ambao Yesu Kristo alitamka akasema kwamba wanakaa kama kisijidi. Wanakaa kwa mlango wa ufalme. Hawaingii na waruhusu wenye kutaka kuingia waingie. Wewe hauwezi tawala na utaki hata kupatia nafasi wale wanataka kutawala watawale. Kuna wengine nao kazi yao wamejifanya kama ni advisor. For example, Mheshimiwa Raila ambaye rafiki yetu ameadvise Moi, akaadvise Kibaki, akaadvise Uhuru. Yeye mwenyewe amekuwa president. Unatuadvise nini? Mbona
Wana tuanze wasiwe tutatawala na wao sitawala. Au kwa nini utawali? Sasa hao ni wale ambao wanaambiangwa Yesu Kristo alisema wanakaa wapi? Kwa mlango wa ufalme. Hawaingii na waruhusu wenye kutaka kuingia. Iko kwenye kitabu ya Mathayo 23:13. Ukisoma hapo, ole wenu Wafarisayo wasomi wa sheria, watu wanafiki, mnayekaa kwa mlango wa ufalme, amuingii mruhusu wenye kutaka kuingia waingie. Ni lazima watu waanze kuchanuka. Juzi tuliongea hapa hivi, tukasema kabla watu wajaanza kuongea mabaya watu wengine, kwanza wajiangalie wenyewe. Nataka uassume, ufikirie na akili yako. Profesa mwenye degree 14 ama masters 7, hizo ambazo lazima PhD, sio ni PhD ama ni PhD ama BCom sio nini, yani hizo mnasomanga huko university huko. Profesa Anyang'a Nyong'o anatoka hapa aenda akafanya benchmarking ama ati kwa Irungu Kang'ata ambaye amekaa kwa gavana miaka ngapi? 2, na yeye amekaa 7. Hebu nikuulize, Irungu Kang'ata na Anyang'a Nyong'o nani mjinga? Degree 14 na uwezi kutengeneza kitu kwako. Sasa ni ya nini? Na umekaa 7 years. Au hujapata experience. Ukikombea na mtu anaitwa nani? Junet Mohamed. Na mtu kama nani? Ndende Nyoro. Ambao ukienda anahesabiwa mtu moja 7,000. Ndende Nyoro. Na ukienda kwake unakuta maendeleo na inasonga vizuri. Baya maklasi mpaka ofisi ya sub chief inakaa ni kama ofisi ya DC. Lakini unakuja kwa Junet Mohamed. Yeye anaamini kwamba baba akifurahia yeye watu wote wa huko wamefurahia. Na anahesabiwa 12,000 per person huko kwake. Na Suna East. Yaani Wajaluo wana habari kama yeye anakuanga na pesa zao. Hao Kaoria kameenda kukaa hapo Suna East. Imagine. Unajua zingine ni lazima tufikirie kama watu. Uzee kunivumbaza mpaka uje unikanyangie nyumbani kwetu. Surely. Kaoria katoka North Eastern kakakanyangie Suna East, anakula pesa yenu na mtaki kuwauliza. Okay, nimewithdraw. Okay, nimewithdraw. Kaa chini. Mimi najua wewe kwa sababu nimewithdraw. Okay, nimewithdraw lakini biashara ile. Unajua nimeomba radhi kwa hayo kwa sababu kitu ya kwanza unaweza kuongea mambo kwa hasira. Unajua mimi hakuna mtu ambaye amefanya kazi na hao watu wa Western na Nyanza kama Nganga. Nimekaa nao for more than 25 years tukifanya kazi nao. Na ninajua kwao vile ambaye anakaa. Na nikiwa najua kwao vile ambaye anakaa, naona kajamaa kameingia na kuingia mbaya vunguni kwa kanyange, mimi nasikia vibaya. Kwa hivyo mnisamehe, sikupenda ni anga kwa sababu ya aka kama mtu vile ambaye kamefanya. Lakini hiyo hebu angalia, teremsha macho yako, uangalie bwana mmoja wa udani. Kuangalia vijana vile ambao anafanya. Kwa hivyo ni juu yako wewe kama kijana uanze kufikiria tunataka change of the country. We want change of the country. Na tunataka mtu ambaye yuko transparent na accountable. Simple and clear. Story ya dili ya kaka Zungura. Patie heshima zangu. Lazima nikosea adabu. Nimekuambia nipatie heshima zangu ama nikosea adabu. Nasema hivi. Mimi nikimaliza ndio mheshimiwa na aingie. Mimi nasema hivi. Kama itawezekana, muelewe kwamba this is your time young man. Mimi niko X. Na najua kwamba is your time now. Mimi sitaki nikae hapo kama kizikiti. Nataka kupeana nafasi yangu niondokee. Na nikipeana nafasi yangu mahali ambayo nimefikisha, nipigania katiba, nikapigia multiparty. Kwa hivyo hii ya economy ni juu yako. Na mimi sitaki kuona ujinga kwa sababu hii ingine imeumiza watu. Kwa hivyo ni lazima kitu ya kwanza tu make sure kama tumebadilisha inji, na ni lazima tuweke watu wale ambao wanaelewa. Vijana ambao wanaelewa wanafanya nini. Na ndio sababu nimewapatia watu kama watu watatu. Nimewapatia, hebu angalia mbunge wa Undani. Angalia mbunge wa hapa tu Nairobi ambaye anaenda Babu Wino.
Kuja hapo waone nani Ndindi Nyoro. Ni young men na wako serious na mambo ya leadership. Mimi sio kampeni, hakuna mmoja ambaye nimeikula single cent yake. Hata mkikutana nao waulize. Lakini ile kitu reality ni lazima useme. Hakuna haja ya kuuliza mtu ati unafanya kazi gani ama utafanya kazi gani. Unaweza kuona kazi. Hii mambo ya Kasongo ya kutuambia kwamba ati mimi nimefanya kazi. Ukifanya kazi sihitaji mimi kuuliza. Hawa watu wa Mindi ambao tunaongea nao kila siku. Kuna haja gani ya kumuuliza kama umenichukua? Si utaangalia. Na kama hauko hapo basi hakuchukua. Simple and clear. Kama hujafanya kazi, haujafanya. Na history nyingine hakuna. Jiwaza unaona wanaenda kukimbizana huko Nyeri, akienda kufungua kitu ya 2019. Mungu awabariki na muwe serious na vile ambavyo wanataka change of the country. Thanks a lot. Asanteni sana. Asanteni sana wanabunge. Kwanza kabisa ningependa ile mambo mimi ningependa kuguzia. Kwanza nataka niseme mimi niliongea hapa kwa mambo ya makanisa. Na hiyo mambo ya makanisa nimeona watu wengine kwa mitandao wanasema mimi ni antichrist. Mimi hata sikutaja Yesu kwa hiyo mambo ya makanisa. Mimi natambua Mungu na najua kuna Yesu. Najua kuna Mungu na kuna Yesu na mimi naabudu Mungu. Na mimi kanisa yangu inaitwa PAG. PAG. Na napenda PAG kwa sababu haina drama ya miracles. Mimi nilikuwa nakashifu yale makanisa kama ya kina Mackenzie. Kama utaniita antichrist kwa sababu ya kusema makanisa ya kina Mackenzie yako na wrong doctrines, then so be it. Inakashifu makanisa ambayo ni biashara, makanisa ambayo yanafanya Wakenya wakuwe wajinga, religiously foolish. Hayo makanisa ndio mimi na kashifu ya kina Mackenzie. Wao unaweza enda kwa kanisa ambayo pastor anasema kwamba amini kufikia mwisho wa mwaka huu utakuwa umenunua gari. Pastor anasema hivyo, kuwa na imani. Kufika mwisho wa mwaka huu utakuwa umenunua gari. Alafu huyo pastor akimaliza mnafanya harambee yake ya gari. Mbona yeye asikuwa na imani? Mbona yeye asikuwa na hiyo imani? Tuliona Bishop Kiuna hapa, marehemu Bishop Kiuna. May God rest his soul in peace. Marehemu Bishop Kiuna alienda US kufanyiwa matibabu ya cancer, akalipa 500 million. Lakini kwa kanisa yake alikuwa anaambia watu receive your healing, receive your healing, receive your healing. Mbona yeye hakuamini apokee uponyaji? Tumeona Prophet Owuru hapa alienda US kufanyiwa knee surgery US. The mightiest Prophet Owuru. Lakini kwa kanisa yake anaombea watu wapone. Mbona yeye hawezi kuwa na imani asiende US? Yeye afanyiwe akuwe na imani apone. Makanisa kama hizo ndio mimi nakashifu. I'm not an antichrist. I believe in Christ and believe in God. Na mimi kanisa yangu inaitwa PAG, na PAG hakuna drama, hakuna uongo, hakuna mambo ya miracles. PAG pastor anahubiri tu na anakuombea. Na hiyo maombi mengine uende ujiombe. Jambo langu la pili, niliona Ruto jana akisema kwamba Gachagua alikuwa anataka 10 billion kwake. 10 billion Kenya shillings. Na mimi nikashangaa sana. Lakini ile kitu iko kama Wakenya tunaomba Mungu, Ruto na Gachagua waendelee kuraruana kabisa, ama namna gani? Tunaomba Mungu waendelee kuraruana kabisa. Tunaomba Mungu waendelee kupigana kabisa. Gachagua atoboe ama asitoboe? Gachagua sasa ako na microphone, tunangoja yeye ajibu. Yeye pia atoboe. Tunataka waongee ya ndani kabisa. Tunaomba Gachagua aongee ya ndani, Ruto pia aongee ya ndani. Siri za ndani zote zile vitu walifanya, watu waambie.
Ruto ameshasema yake. Gachagua sasa uko na microphone. Tunataka wewe utoe yako. Tunataka pia watu waambie vile waliiba kura. Si Gachagua anasema Ruto is a one-term president. Si anasema hivyo? Kama yeye ako very serious kwamba anataka Ruto akuwe one-term president, na Gachagua anajua vile waliiba kura, Gachagua atuambie hata kura tuliiba hivi na hivi na hivi, ndio tufanye Ruto akuwe one-term. Ama namna gani? Asituambie tu anataka Ruto akuwe one-term president. Obviously waliiba kura na tunajua vile waliiba, na tunataka Gachagua aseme vile waliiba kura, atoboe hizo vitu, na Ruto zile anajua kuhusu Gachagua atoboe. Tunaomba iende hivyo. Lakini hii mambo ya Ruto kwenda kwa mlima, mimi kidogo nahurumia ndugu zetu wenye waliingia kwa broad based government. Nimeanza kuwahurumia kwa sababu ilikuwa kwamba Ruto, matarajio ndugu zetu wenye wako kwa broad based government ilikuwa kwamba Ruto apandishe watu wa mlima. Sasa inaonekana Ruto ana betray partners wake kwa broad based government. Poleni sana watu wenye mko kwa broad based government, kwa sababu Ruto ameanza kuwa betray. Badala ya kupandisha watu vile nyinyi mlikuwa mnatarajia, ni kama mtu umewachana na bibi yako. Ukishawachana na bibi unaoa mwingine. Ukishakaa kidogo na huyu bibi mgeni, unaanza tena kuanza kutongoza ule mliwachana na yeye. Huyu bibi mgeni atasikia vizuri? Hiyo ndio kitu ambayo inaendelea. Kwa hivyo mimi nasema kwamba President William Samoei Ruto, hii safari anaenda kwa mlima ni safari ambayo haitamsaidia. Alikuwa Luo Nyanza juzi, President Ruto. Luo Nyanza alikuwa anapeana shilingi gapi? 200. Walikuwa wanapewa 200 each. Huku nimesikia kila mtu anapewa 1000 ngapi? 2. Watu wa Luo Nyanza msikubali tena arudi na 200. Akuja na 3000. Ama namna gani? Si kwa mlima leo anapeana 2000 each. Tumesikia kwa mlima leo hata wale wako huko wengine tunajuana wanasema ni 2000 kila mtu. Na alipokuwa kwetu Western ni 200 kila mtu. Luo Nyanza ni 200 kila mtu. Kwa hivyo tusikubali watu wa Western, Ruto akija kwetu 3000 kila mtu. Lazima tulipwe kumfanya nini? Kumsikiza. Hakuna kitu ya bure. Going forward hakuna kitu ya bure. Rais akija tumkaribishe in peace, tukue peaceful, but lazima tulipwe kufanya nini? Kumsikiza. Na malipo wakati atakuja kwetu, kwa sababu huku kwa mlima anapeana 2000, wakati atakuja kwetu apeana 3000. Na hii mambo watu wanasema, tukiongea kila mara tunakumbushwa we have one country. We have only one country. We have only one country. Vijana hawataki kusikia mambo ya one country. Tell this, we all know that we have one country. Wote tunajua, nani hajui? These youth would like to be told about their future. Let us talk about their future, not one country. One country to do what? Tell this youth about their future. Unajua watu wakubwa akina Ruto na wale wengine, they have secured the future of their children. Na ndio wanatuambia we have only one country. We have one country, we have one country, blah, blah, blah. We all know as Kenyans, we have only one country and we love this country. But please tell these young people about their future. Don't remind them we have only one country. They already know we have one country. What is the future of these children? Where will they get jobs? Why are our graduates ambao wanatoka university ile kazi wanapata kwa job market hapa Kenya, graduates
hata kama uko na mtoto university ujue, akishatoka university zile kazi atapata kwa market ya Kenya ni 2 ama 3. Betting, bodaboda na mjengo. Hakuna ingine. Betting, bodaboda na mjengo na watchman. Hizo ndio kazi ambazo ziko kwa vijana wetu graduates. Mtu amegraduate as an engineer, amegraduate as a doctor, amegraduate as an actuarial scientist, amegraduate as an accountant like me. But ile kitu endo wale watu wako pale wanaendesha bodaboda wako na degrees. Wakikaa pale wakati hawajapata mteja wanapiga story. Wewe ulifanya nini? Mimi nilifanya actuarial science. Na wewe? Mimi nilifanya engineering. Mimi nilifanya BCom. And I can understand why Ruto wants mathematics to be an optional subject. A country that has mathematics as an optional subject has failed. Has totally failed. Country ambayo inataka kuendelea katika ulimwengu wa leo inaweka STEM as compulsory. STEM. So mimi namaliza kwa kusema hivi. Namaliza kwa kusema mambo ya match fixing ya Matasi, Patrick Matasi. Mambo ya match fixing, mambo ya Matasi, it is very serious. Olunga anapambana hapo mbele kufunga bao, anapambana mpaka anafunga bao moja, amesweat. Kumbe Matasi ameshauza game. Kameruni wanatupiga 4-1. Kumbe sisi ndio ilifaa tushinde hiyo game na 1-0. Kumbe game imeuzwa. It is very serious. Lakini serikali ya Kenya inafaa ifanye bidii. Hawa vijana ambao wanacheza football waweze kuwa properly rewarded, properly paid, so that match fixing iishe. Asanteni sana, Mungu awabariki. Na tutaongea tena kesho. Asante sana Speaker. Mimi yangu ni machache kwa sababu siwezi kuji-involve kwa politics. Kulingana na katiba yangu ya Kenya inaniambia kazi yangu iliisha wakati wa uchaguzi na naongoja 2027 mimi mwenyewe niweke hao viongozi kwa latiri nijue ni nani nitapigia kura. I have no moral authority to decide on who should receive 1 billion, on who should demand 1 billion. Nimesikia hata mwingine anasema ati rais alipe watu kuongea ama kuhudhuria mkutano yake. But where is this money coming from? You are the people saying that we are accountable for the funds they are using. Why are you forcing these politicians to be involved in dubious means of getting this money to give you, and at the same time you want accountability for this government? One, ziara ya rais huko kwa mlima ni ziara ya kawaida ya any other head of state. He has moral authority. Nobody can stop the head of state to go anywhere he wants in this country. In fact, alituma mawaziri wake 7 days before waende wa compile report na wampatie ili ajue wakati anatembea kwa ziara yake. Unajua wakati president anataja barabara, jina ya barabara, nyinyi mnafikiria huwa anaenda huko usiku kuangalia hiyo barabara inaitwa aje. He receives the report from the cabinet secretaries and he is there with adequate information. Because jana ukiona waandishi wa local radio station wakimuuliza maswali, alikuwa anajibu maswali basing on the report that he has for ground. President sio mtu anaamka asubuhi kama wale wengine walikuwa self-proclaimed opposition leaders, anaamka asubuhi na gari ya V8 na anaenda hivi Jakaranda anasema ati serikali atiunga. Hiyo haikuwa maandamano, hiyo ilikuwa ni political rally. So ni vizuri wa Kenya wakati mwingine tujue katiba yetu, na ikiwa wewe unataka Kenya yako ilainike, pia wewe unafaa uparticipate. Usiparticipate kwa kulazimisha huyu mwanasiasa kuiba pesa yenye inafaa kukusaidia wewe. Number 2, mimi sikubaliani kabisa na wale ambao wanakashifu report ya NIS
na ya kariri ambaye anasimamia jeshi yetu, because hawa watu ndio wamehold future ya hii nchi. Ikiwa Mkenya yote atapinga ripoti ambayo inatolewa na NIS aichukulie rahisi, huyo ni Mkenya ambaye ana operate kwa slippery ground. Because ni vizuri tukubaliane, kwa sababu ule mtu ambaye anatoa report na anasema ana warn, because in any other case the General Kariri only said one statement, na akasema ikiwa kuna mtu yoyote ana feel ya kwamba the head of state na hii serikali inafaa iondolewe saizi, kwa hivyo kuna mbinu na kuna process ya katiba ya kuimpeach mtu kama rais in the same way vile walimpeach Gachagua. You cannot stand anywhere uharibu hii nchi ambayo imejengwa kutokea kitambo na imejengwa na watu ambao hawako saizi hai. Sisi tumeipata imejengwa, na wale ambao wako hai bado wanapigania ile kitu wanataka ya kibinafsi na hawajawahi pata. So ni vizuri tujue what to speak, where to act and how, because hata saizi ukiuliza wale wote wenye walikuwa wana support, unajua shida yetu Kenya kubwa ni political class. Political class hawa ndio wanafaa walainisha hii nchi. Mheshimiwa Raila Odinga na William Ruto, ama sijui kama Kalonzo bado wako hapo, na Musalia Mudavadi wakikaa chini na waseme kuanzia leo tumekubaliana kwa kauli moja kupigana na ufisadi, na watume wabunge wao, because hiyo ndo maana ya PG, Parliamentary Groups Meeting, watume wabunge wao waambie muende mtunge sheria kali ya kuadhibu mtu anaiba pesa ya umma. That is the only way. Lakini hii njia nyingine hii ya propaganda ya huku na huku, kwa mfano mimi na wewe na Gachagua saizi, sisi wote tuko same, tunaripoti kwa chairman nyumba 10. Hakuna mtu wako tofauti. Sasa ni vizuri watu kama hao wakumbushwe kuheshimu katiba ya Kenya na kuheshimu rais ambaye yako. Jana tukisikiza rais akihojiwa na waandishi wa habari, ilibidi amesukuma kwa ukuta paka akasema ukweli. Lakini mimi ningekuwa President Ruto, siwezi kubali kusukuma kwa ukuta kiasi hiyo na kuongea information ambayo mimi kama head of state sifai kuongea. Because waandishi wa habari hawezi kunisukuma kwa ukuta niseme information kama ile sababu kubwa yenye ilifanya Gachagua aondolewe. In fact wabunge ndio wangefaa wajibu waandishi wa habari ni sababu gani Gachagua ameondolewa, kwa sababu mheshimiwa rais hakupeleka mchakato ya kuondoa Gachagua kwa bunge. Mwenye alipeleka mchakato ya kuondoa Gachagua kwa bunge ni Mutuse. So hata waandishi wa habari they were asking a question to a wrong person. So why was the president answering that question? In the same way wakati Gachagua alianza kusema mambo ya shares na William Ruto akamwambia waandishi wa habari hiyo mambo ya shares endeni muulize nani? Endeni muulize Gachagua. In the same way angejibu hao waandishi wa habari awaambie hiyo mambo ya kubandua mheshimiwa Gachagua endeni muulize wabunge, ndio walipeleka hiyo mswada kwa bunge. It's as simple as that. My last point. Wananchi sometimes sisi ndio tunacontributea 70% ya hizi shida za ziko hapa Kenya. You are the one contributing to the 70% of all these problems. You have heard some of these people. Kwa mfano, Mheshimiwa Didmas Baraza alienda kwa constituency yake na akaambia wapiga kura, sasa leo nimekuja na mnaona vile nimetembea vizuri. Hii nimeshika ni nini? Hii sio karatasi, ni pesa. Haya, kila mtu apange hapa line akiwa ameshika ID yake kwa mkono. He wanted to do a litmus test of those people who are serious with voting. Wale watu walikuwa na ID serious hapo ni wale watu miaka yao imeenda, aged people. Na walipokea hiyo 500 mara ngapi? Mara 2. Wale vijana walienda tu hivyo wakasema, wacha tuangalie hapa ID, wacha sijui tuende tufanye nini. Article 240 is very clear. The Kenya Defence Forces is responsible for external protection of this country. Nurdin Haji, the NIS chief, anafaa elewe kazi yake. Article 242 is very clear. Hakuna mahali imekosea. Yeye anafaa kusanya intelligence ya kutosha, afanye analysis, atuambie wale wakora ambao wanataka kufahamia nchi, wale wakora wanaabduct wananchi wa Kenya, wale watu wote wanaleta shida nchi. So I want to tell them, let them stop engaging in any political shenanigans in windows of this country. From now henceforth, let them concentrate with their constitutional mandate and their role as per their respective positions they are holding at the moment. So my call is,
These guys should stop engaging in any political affairs of this country. They should remain neutral and serve this country freely and fairly. When the people of Kenya are exercising their constitutional mandate as per Article 33, freedom of expression, when they are saying Ruto must go, it is a clarion call for the current regime to become effective and efficient in service delivery to its people. At this time, when we can tell the people of Kenya, SHA is not working, when we say our education system is in limbo, when we say here very clearly we don't have roads, when we say here we don't have food on the table, Kenyans are very hungry, Kenyans are starving. Our president is here telling us stories, roaming around up and down. He's on a busy touring. I don't know, touring here, touring there, touring. I don't know. I'm told it's where, I don't know he's where. Somewhere in Kirinyaka. I don't know what he's doing there. Eh? I don't know. Yesterday he was in Laikipia. I don't know. Tomorrow he will be. I don't know. I don't understand what this guy is doing in this country. So, Karini and your friend, keep off. This guy has messed this country, and we must teach him a lesson. And it is unstoppable. And the Ruto must go campaign was initiated not today, not yesterday. We initiated it back in 2023. We, who gave him the power, we started the campaign. So nobody who has the power, the autonomy, the audacity to stop the campaign, it is unstoppable. Ruto must pack up whatever he has across all state lodges in this country, starting with Sagana Lodge today or tomorrow. I don't know when he will be sleeping there. When he comes back, he has I think 3 months to 6 months, because IBC by June is ready. So from September, we want to get him out of power constitutionally, because we want to push those puppets at the National Assembly who are just only saying yes sir, no sir. When we say SHA is not working, they are roaming here saying SHA is working. SHA is working. The other day we were saying Adani is wrong. They were saying Adani is a clean man. When the president said you don't want to do with Adani, they were yelling on Bunge there like, I don't know. So I want to tell the president today here, Mr. President, it's high time you stop this issue of moving up and down. Come back to office Harambee House, prepare your tools, look for a tractor, go to the shamba, start digging for the people of Kenya to have enough food in this country. So this issue of just moving up and down, wasting resources, I don't know, I've heard you are giving, I don't know, 2,000 in Nyeri. When you come to my constituency in Bomachoge, I want to assure you, there you must give not less than 100,000 each individual. If you don't have, don't come there. If you don't have 100,000, don't come to Bomachoge Church constituency. Each individual. I have 30,000 plus constituents. So you can imagine how much you need to come with. So, number 2, we have this issue of refugee integration. I understand very well. The president is politically desperate. Sasa ameona wacha akusanya refugee awape vitambulisho ili atumie hiyo mkato kujaribu kuiba kura za Kenya. Wacha nimwambie hapa, tuko na data. How many refugees we have in this country? So there is no way you will cheat us. Sasa wewe, hiyo mchezo naona umeanza ya kusema unataka kuleta refugee hapa ili useme North Eastern kura zangu zilikuwa milioni 50, milioni 20. Hiyo uwezi. Let me assure you, Mr. President. The refugees in this country, they cannot exceed 500,000. Sasa wewe watu tunataka kuona kwa system, there should not be more than 500,000. Na hapa ndio kazi ya Nurdin Haji inafaa ingie. Achunguza wale refugee ni akina nani, wanatoka wapi. We cannot integrate everybody. Some may have even been terrorists in their countries. We have to have their history, their background. We know who is who. So mambo ya hao wangwana kutumia kwa siasa wawache. Wafanye kazi yao kama hii imekuja. Wakati tuna integrate refugees, tuhakikishe ni watu tuna integrate watu wazuri. Sio watu wakora wakuja hapa kuvamia sisi. Unaona Kenya tumewekeza vizuri, hata kama iko mashida 2-3 tumewekeza vizuri, hatutaki watu wakuje kulipua inchi. Unaelewa vile mainchi zingine hapa majirani zimelipuliwa. Kenya hatutaki mambo ya kulipua.
Hii safari ya Mount Kenya, mimi nashangaa sana. Mheshimiwa Rais, niliona ulituma Kindiki. Sijui afanye kazi gani, atengeneze njia ya Mesaya. Kindiki alitembea vizuri, niliona zingine alifungua asikuwa na hata kama hii Rulingu Stadium Nyeri. Niliona iko na chuma hata hazijakorogewa. Mimi nashangaa Rais, unaenda kulonji nini? So, Mr. President, acha hii mchezo iko kwa hii uongozi ya Mheshimiwa Ruto hii. Inafaa ishe mara moja. Kwa Kenya amkeni. Watu wa Mount Kenya, tafadhali. Muungwana akikuja hapo kulonji hewa, mkataze. Juzi hapa nimeona mbunge wa huyu jamaa anaitwa Ndini Nyoro. Asha launch project zingine. Ruto anaenda kulonji project gani? So, I want to tell the President of the Republic of Kenya, wacha vipindi, ingia kwa ofisi, fanya kazi, na hao wangwana mnaita there is this, I don't know, PS, personal assistants. Some of them have become so strong to the point that they are giving some governance orders. Some PS have come strong that they can stand somewhere to withstand the political pressure of us, the opposition, wenye tunapiga serikali. Mimi nataka kuambia ndugu yangu huyu ambaye ni PA wa president, my friend, punguza mpio, punguza. Sisi wengine tukiingia kwa hii bunge hatutasikiza mambo yako sisi, na itakuwa bahati mbaya sana. Uzuri utakuwa huko nyumbani, sisi hata kutambua sisi. Acha na hao watu wako hapa hawana nguvu, hawa ni bure kabisa hao. Mimi nataka kuambia wabunge wako mamlakani, hakuna vile mtaongozwa na PA wa kiongozi hapa. PA ana ofisi, PA anatembea anashikilia koti ya kiongozi, alafu anapia nyinyi direction. Juzi hapa nimeona mheshimiwa anatembea wanajibishana na PA wa president. How? Assume mimi am incoming MP for Machoke Chache constituency. Siwezi jibishana na PA wa kiongozi mimi. I cannot. I will not even respond. If nasikia mtu anasema nianze kujibishana na mtu kama fulani, hata anasikia wengine hata hawajasoma. How can I respond to the PAs whichever that you are? Mimi I cannot. My capacity does not give me that position. So why am I PA mko kwa ofisi? Fanya kazi ya kuwa PA, personal assistant. Wacha mchezo ya kuingilia wanasiasa. Mimi PS mko kwa ofisi tafadhali, hata kama ni wasiasa. Nisiwahi wasikiza mkiongea juu yangu hivi. Mimi nitawakimbisha mbaya sana. Sawa sawa. Hata kama wewe ni PA wa rais, sitaki kusikia mambo yako mimi. Sawa sawa. I'm a no nonsense guy when it comes to serious business. Eti PA ananiambia fanya hivi. Unaambia nani hivyo? Mimi usijaribu. Na iwe mwisho nasikia hizo stories za PA kuambia viongozi wa nchi fanya hivi, fanya vile, usifanye hii, fanya ile. Sawa sawa? Bunge power. Bunge power. So, kuanzia leo hiyo mchezo ikome na hii nchi tuanze kufanya kazi. Mambo ya vipindi ikuishe mara moja. Mambo ya kutangatanga, mambo ya kurandaranda hii nchi, watu warudi wafanye kazi. Mimi kule Bomashoge nimeanza kazi, watu wa Bomashoge wataanza kushiba kabisa. Sawa sawa? So, wananchi wa Kenya, tafadhalini. Na wale wangwana wa handshake. Wale wangwana wa handshake. Nataka kuwakumbusha hapa. Wale wangwana wa handshake. Hiyo mchezo wa handshake kama mliingia kwa serikali, hiyo ni yenu. Na raundi hii is either you choose Kasongo ama uchague mahali wa Kenya wapo. Sawa sawa? Is either Kasongo ama wa Kenya. Asanteni sana, tushikane mikono, tunganganie nchi yetu iwe sawa, iwe nchi ya maana kabisa. Asante sana. Okay, asante sana wanabunge. Wewe nani? Tulia kidogo. Tutaanza kufuata time sasa. Kuna watu wanataka kuongea lakini watu wengine hawataki kufuata time. Yes, kama mimi nitoka mjini. My friend, you have 4 minutes as from now. Na Willis amekula 20 minutes. Okay, mimi nilikuwa kuanzia na response. Huyu my brother here alisema statement that is very interesting. Please speak, let me lay one. Yes. I'm actually beginning my speech to address. Alikuwa amesema that there is no president mwenye ashai solve the issue of unemployment. It is true. Since 1963 hakuna specific president ashai solve issue ya unemployment. It is very true. But now the difference between Ruto and all the other presidents, he's the only president who has worsened. Yani yeye ndo ameharibu zaidi.
Sawa sawa, ameharibu zaidi, ameharibu zaidi. Ni ukweli. All the other presidents hawakusort issue ya unemployment, but huyu ndo ameharibu zaidi, na ameharibu na kitu tu moja. Number one, ame-increase number ya taxation. The amount of taxation ame-increase highly. Ukiangalia ule mtu mwenye analipwa payslip, my friend, ame-increase highly. Number two, ame-create a very unconducive environment yenye alikuwa anaongelelea ya ku-attract foreign investors. How? Number one, ame-allow makartel. Sasa hii makartel wako everywhere. Cartel wa county, cartel everywhere. Wanachukua tu tax vile wanataka. Number three, ame-give a bad perception to this country. Kwamba by the way, hata ukiwa foreign investor, kuinvest Kenya, you not get the right return. But away from that, you see the problem with Ruto, yeye ndo amewasen. But there was something I wanted to speak about. Na hii ni upande ya opposition sasa. Si upande, mimi sasa naenda upande ya opposition. Si upande ya serikali. Kuna mirongo mbili zinatokea kwa opposition na inatupatia wasiwasi. Kuna Saidia Maraga na Saidia Matiang'i. Na mimi ni mtu wa Matiang'i. Mimi ni mtu wa Maraga. Please, I'll just be sincere. Maraga is a good judge. Sawa sawa. Maraga is a very good judge, a very good judge. But unfortunately, he needs to give a distinction between being a judge and being a president. Now, the reason why I will support Matiang'i forever is this. Matiang'i has been tested in different areas. Now, every area yenye Matiang'i amekuwa tested, ame-give good results. Amekuwa very practical na amepeana very good results. The problem with Maraga, tumemuona in only one area. And if you think that is not a problem, observe Orengo, observe Mutula Kilonzo Jr. They were very good lawyers. Very good lawyers. When they will argue here kwa Senate walikuwa very good. Hiyo knowledge unge-assume wakati watachukua position ya governor, they will do the same. Ukienda uangalie Siaya, compared na ile knowledge yenye Orengo ako nayo, huwezi expect that Irungu Kangata wa Murang'a ata perform better than Orengo. The same thing if you observe Mutula Kilonzo Jr. with him being a lawyer. So my argument is this. Power corrupts. And power corrupts two kinds of people. Number one, power corrupts greedy people. Wale watu wako na tamaa nyingi kama ule mwenye tuko nao sahi. Power corrupts. And then power also corrupts people who are good, but they are very naive in handling power. Very naive. Very naive in handling power. And the reason I'm saying Maraga might be naive is because he has not been tested in different areas. Matiang'i was in education. Akaperform. Matiang'i alikuwa kwa information. Akaperform. Matiang'i alikuwa acting minister kwa lands. Ameperform. Matiang'i alikuwa internal security minister. Ameperform. Matiang'i alikuwa super minister. At one point, President Uhuru Muigai Kenyatta alimpatia yeye ndo supervisor wa minister wote. None of all those ministers walisema alikuwa anakuwa bullied by Matiang'i. Sawa sawa. So at the end of the day, this is a person who's balanced emotionally, he's balanced mentally, he's balanced. Unaweza kusema aje in terms of technical. He's a technocrat. And by then let me not lie to you Kenyans. 2027, we don't want a politician. We don't want a politician. We want a manager. It is true Matiang'i has never voted for an MCA. He has never voted for an MP, a senator, and that is the good thing tunakuwa endeared kwake. He is not a politician. We want a manager. And the problem is this. Currently, we are being ruled by a politician. Ruto is a politician. Raila is a politician. Kalonzo is a politician. If you want to know a politician, he's a politician mwenye unamwambia there is an economical issue. Yeye anaenda kutafuta political issue. Handshake ya Ruto na Raila. Raila alikuwa anasema anatengeleza ana create stability kwa Kenya. And the problem was not politics. The problem was economics. Saa hii amepeana experts kwa serikali. What are those experts contributing? Angalia Mbadi pesa bado ite. Yeye bado yeye mwenyewe muangalie. Aya toka kwa Mbadi. Teremka kwa Oparanya. Let me not lie to you. If you want to know someone is a politician, when you give them experts, they don't perform. Oparanya was the best brain under Kibaki. Oparanya was the best brain as a governor for 10 good years. Oparanya right now, he's a minister of e-trade. Ebu angalia Oparanya, hata unaweza mlocate mahali. Because he's serving a politician. Aya, Njuguna Ndongo mwenye alikuwa amesimamia treasury. Who was the best brain.
but under a politician, non-performing. Yeah, let me give you a good example under Raila. If you know, some of the best brains, angalia Anyang' Nyong'o. Anyang' Nyong'o na Orengo under Kibaki. Kibaki was not a politician. Kibaki was a manager. Sawa sawa. Kibaki was a manager. So when Anyang' Nyong'o and Oparanya were doing their thing, hao ndo walikuja na Vision 2030. Anyang' Nyong'o, Orengo, angalia wote under Raila Amolo Odinga. Look for results. So at the end of the day, what am I saying is this: 2027, we want a manager, and Maraga, he's a good judge, but a good judge who's naive in handling power. My fear is, if Maraga has not been tested in different sectors, how will he know? Unajua by the pale presidency ni kazi ya supervisor. You oversight all ministries. Sasa Maraga amekuwa tu kwa area moja. Matiang'i amekuwa in different areas. Matiang'i has been tested in all areas. Maraga has only been in one. He's only preconditioned in reasoning in one way. Mpatie power, it will corrupt him. Sababu is very naive in handling different areas. And by the way, pale kwa state house mchezo, that is not a, hiyo si ofisi ya kutembea ati pedestrian office. It is an office where we need someone who is stable emotionally, who is stable intellectually, who is stable actually even in all aspects. The problem we have right now, we are having a politician who's handling our economy. Na sikufichi, no matter what Ruto does, hakuna pahali atasolve our economical condition, because politicians reason differently. If you look at the history of Ruto, kuanzia wakati alianza mpaka sai, ni wapi ashai perform? Hajai perform. So, for me nikimalizia, the reason why I'm vouching for Matiang'i is because Matiang'i has been tested in different areas, and critically, rightfully, he has performed. Maraga tafadhali, you are a good judge. Yes. And that's why I told Omtata. Omtata is a good activist, but he cannot be a president. Yes. Maraga the same way, you are a good judge. But whoever, until you are tested in different areas, we cannot trust you with the presidency. So Matiang'i, because of the areas he has been tested, numerous of them, and he has performed, we are voting Fred Okengo Matiang'i, 2027. Bunge power speaker. Bunge power. Okay, wewe bro, nyamaza kidogo. Nataka niongee hii kitu initokee. Yes. Kabla sijapatia bwana speaker aongoze kikao. Mimi naitwa Obosh YY. Yes. Kenda ile tunaongea zaidi. Residence tour ya Central Kenya. Tulikuambia iko watu huko. Iko players wengine walisema ni watu wa kanisa. Majina yao hayasikiki. Chama zao wanasikiki. Bila isikia wamejificha Serena. Hata kulete mtu wa content kama hao wadada kuchukua news yao, hakuna mtu anaenda huko. Wenye walisema rais afanyi kazi. Hata hapo Mlima Kenya, development projects are at various stages of completion. Iko ile imebaki 1%, kama hii ya Murang'a anaenda kufungua iko at 99% completion. Atakuwa Maraga kufungua hiyo project. Iko Maraga ya maji. Kama hujui kuja nikwambie. Kuja nikwambie. Nimekuambia anaenda kufungua 99% complete. Masomo yako kama ni kidogo enda cross check your facts. Projects kama mtu anakuambia hajaona ni ule ndio hataki kuwa. Iko ile project iko 60 iko 80. So the president will commission and recommission them. Ile pia amemaliza, pia atamaliza na kufungua. Anaendelea na kazi yake huko. Wenye walikuwa hii wa Munyoro walikuwa wamezoea anazunguka na porojo hapa na tupa madeni. Jana Ruto aliitisha live TV. Wameza na hiyo na wakatuma Inoro ule wamechochea zaidi. Anatupa swali president bila hata karatasi anajibu yeye. Back and forth. Hata kuna swali hata kuonesha yani at what level of the game William Ruto Huwezi shinda William Ruto kwa table. Huwezi shinda William Ruto kwa platform. Huwezi shinda William Ruto kwa akili. Sasa maneno ya president afanyi kazi imeisha kwa sababu kazi zake zinaonekana. Sasa wewe ukiwa hapa Jibaji uko na hii narrative ya president afanyi kazi. Kama huyu anauliza ni gani hiyo? Mimi nataka nichukue kesho niteremeka na yeye Maragwa. Kwa sababu pesa mimi mwenyewe namchukua na pesa yangu. Mimi mwenyewe namchukua na pesa.
Hao wenye walikuwa na wadanganya ati you cannot rule or win elections without Mount Kenya. It's not that Mount Kenya is special. Sasa ile mko mnaleta mimi nikawahesabia vile Ruto ataingia bila Mount Kenya. Anaanza Northeastern, anaingia Coast, anateremka Nyanza, anachukua yake ya Rift Valley, na hiyo ni 60+1. Hii tunataka Mount Kenya ni wasisema wamewacha. Ni hii icing on the cake. Kama tuko 60+1 Ruto is declared pre. Ni tuonesha tu watu hujawasahau. Hata tukipata 1%, hata 10%. Na vile tunaendelea hivi hata 40 tutapata. So William Ruto and Raila Amolo hii coalition ni formidable. Hii watu wengine hata uwezi wasikia mahali. Unawasikia mahali? Sasa tena wameanza kulia ati iko Matiang'i, iko Maraga. Hapa kwa opposition tunataka kuwekea candidates minimum of 6. Hello? Mimi ndio hapa. Hapa kwa opposition tunataka kuwekea candidates ngapi? 6. Mimi ndio nimesema kabla. Before December watakuwa wamefika 4. Sasa kabla waangalie Matiang'i amevaa suti gani, sijui Maraga ako wa kanisa gani. Bado wengine 4. William Ruto na block yake ya 60+1 iko intact. You don't need rocket science. You don't need rocket science to know William Ruto re-election is not negotiable. It's not. Hakuna alternative. Wote hapa wanakuja, huwezi sikia jina ya mtu wowote. Atakuwa anasema Ruto aliingia Maragwa, mbona kuingia Mwea? Ruto akiingia Nyanza alitoa 2,000. Hii wao sio wakatoa hata 10 bob. Mbona wanahesabu ile Ruto anatoa? Hao watu si wanataka kiti kama ya Ruto. Na hawezi nunua hata uji ya 10 hapa Jibanji. Ambia mdada kabla aanze kupiga kelele kila wakuje Jibanji wanulia hata uji ya 10 kabla waseme Ruto anatoa 1,000. So it is becoming very clear every day. Hata sasa unafanya nikae zaidi. It is becoming very clear. Vile nawaambiaga. Very clear vile nawaambiaga. William Ruto ana pia. There is no alternative to William Ruto. Sasa wacha malize hii yake 10. Hao watu wakiambia ni bado hata umbwa achagua. Mtu akikwambia ndio uchague hata umbwa, inamaanisha hana candidate. What is telling you ati wewe tunajua huyu mtu atosi ati tukileta ati wewe chagua tu. Wewe chagua tu. Sasa mimi nikiangalia nyinyi masomo yenu ni above bari. Somebody cannot tell you ati wewe chagua hata umbwa na unapiga makofi. Kwa jina la Yesu, William Ruto, piga Laikipia, piga Meru, piga Nakuru, ingia Maragwa. Alafu turudi Western. Western, ukimaliza hapo rudi Western. Tunyoroshe hii watu pole mpaka 2027. Asante. Thank you, Chieng. Sawa. Kira. Wacha huyo. Sawa. Karibu Kira. Mheshimiwa Speaker, thank you. Mheshimiwa Ochieng, asante. Mheshimiwa Speaker, allow me to say first things first. As usual, my name is Kira Mishael. I'm a member of Bunge la Mwananchi and a citizen of this country. Not by application, but by birth and every right. Mheshimiwa Speaker, I wish that the entire House would have listened to this. We have a bad spirit, which we know has hit us so badly as Bunge la Mwananchi for quite some time. And I've seen it coming back. Today, I've struggled to come up here, not for my own wish, but I must say that it was also a good experience. One more time, I was arrested yesterday in Bunge la Mwananchi Ambassador in the morning. And the arrest was funny. I was attacked from behind, pushed, and then I was twisted to turn. And as I was twisted to turn, I dislocated my discs once again.
I stood because I couldn't sit at the cell yesterday. I stood from 7:30 in the morning in a corner to 1:30, but I managed to get out, but it was after some drama. I have always maintained that Bunge la Mwananchi, one thing we should fight for. And in this case, I want to take this opportunity to address one Mr. Minister Kipchumba Murkomen in charge of Interior. Bunge la Mwananchi members are not criminals. Bunge la Mwananchi members are not thugs. They are not goons. Bunge la Mwananchi members are not vagabonds. Bunge la Mwananchi members are not second-hand citizens of this country. Bunge la Mwananchi members are the very core of this country. And the law and the constitution allows us the freedom to gather and assemble and relate together, and also the freedom of speech. When the police comes and attacks us, it is unfair and it is unfortunate. And I also want to think that Kenyans of goodwill must be concerned about that. And we must ask, I think that one of the speakers who had come from here was asking Kipchumba Murkomen to provide us security to deal with people heckling. But I'm not interested in people heckling. Heckling, they will heckle. I'm interested in police knowing that their work is to protect every citizen of this country, whether you like their faces or whether you do not like their faces. Mheshimiwa Speaker, I managed to come out, yes, but one of our members stayed in. But again, I thank God, members of Ambassador Bunge la Mwananchi were able to rally funds and we were able to get him out this morning. But it is unfortunate, and we should not allow it, whether it is Ambassador or Jivanji or Pipeline, Jacaranda, or anywhere under the sun. I want to ask the minister to rein in on his officers. Mheshimiwa Speaker, as usual, I will not do propaganda, and I don't know how to do propaganda. I want to do real issues that are affecting our countries, our country today, not our country, not our countries, our country today. Mheshimiwa Speaker, I said last week that sometimes I borrow from some stories and from some movies I've seen, and sometimes I hear our urge to become leaders and take over the county assemblies, which I support so much. That is my real thing. And to take over in our bicameral parliament, I agree to take over in many spheres of leadership of our country. But sometimes when it comes to politics, I still think we are still very raw. Many of us are still very raw. Our politics need to mature. Our politics need now to move from cheap and mere propaganda into real things, because if we were to elect you today and you go and you begin talking about things that are not real, and you take this kind of propaganda left, right, and center into the house, you will be worse than the people we are seeing. And yet I have maintained that our problem number one are the people who sit in the legislative houses that we have in this country. So I think we need to mature up. We need to have our politics come up, because if we are to do politics and if we are to get into real serious politics, then we've got to show the difference that we will bring in, that the rest have failed to bring initially. Allow me to stay with two things. I want to do, Mheshimiwa Speaker, just allow me. I want to talk about the reshuffle that we have seen recently. And in this regard, I will pick two ministries and I want to dwell on those two ministries. Then, by extension, I will talk about SHA. Mheshimiwa Rais last week did a reshuffle. I want to pick a reshuffle that was so much of a swapping. The Minister for Health has been swapped to go to the Ministry for Environment. And the one at Environment has been swapped to go to Ministry of Health.
I first of all want to congratulate Mheshimiwa Aden Duale for your new appointment in your new ministry. I also want to do the same with Honorable Madam Deborah for going again to your new office. Nevertheless, when I congratulate you, but I also want to use this opportunity to extend and congratulate the President for making those changes. I have heard and I've listened, Mr. Speaker, from many of us, there have been talks that we needed to have had a medic in the Ministry of Health. Wait a minute, I want to remind us, some of the gallant sons and daughters of this land that has brought change in that ministry have not necessarily been medics. I want to pick on Madam Charity Kaluki Ngilu, who was in that ministry and we saw her perform, and yet she was just a secretary. She was only having her secretarial training background, and she delivered. I also want to pick and Mheshimiwa Speaker, I think maybe you will have to protect all of us. There are smoking zones. If somebody is smoking, I am being choked almost to death. This is Parliament, so please let us not come and smoke here. There are people that affects, and I want to pick on that smoking, because Mheshimiwa Speaker, please protect us from a member smoking there. Some of us have asthma. Just protect us. This is Parliament. We cannot do that. There is smoking zone the other side. As it does that, I want to use Madam Charity Ngilu. One of the people that really fought smoking as a hazard to our health is Madam Charity Ngilu. She was not. She delivered. I want to look at the Nusumkate, the coalition government. We had the Ministry of Health divided into two. Medical services that was being headed by one Professor Anyang Peter, and health and community health was being headed by one Madam Beth Mogo. They both delivered, yet they were not. So I'm looking at Mheshimiwa Aden Duale. Please, you come in at a time that I am reminded of the book I once read, The Government Inspector, where when Nikolai Gogol was writing that book, Russia was deeply in corruption. Today, as you come into that ministry, Mheshimiwa Aden Duale, you must understand that there is so much corruption in that ministry. And that ministry, the corruption through the cartels that are there, is directly affecting us. Directly affecting us to the extent that the cartels are working to sabotage the very, very basic health services that this country needs so much. SHA is part of them. Mheshimiwa Aden Duale, we are looking at you. And we are looking at you. We want to see service delivery as you go ahead. Please do something that will make us remember you. One of the things that I must be very clear is that ministry will not function until cartels in the health ministry are fought squarely, and they are driven away. I understand it is not easy to fight cartels. It is not easy to fight cartels. But you must understand that you will have to fight cartels in order to deliver in that ministry. But if you join the cartels, then there is no need of you being there at this very moment in time and in history of our country. I also want to look, because health affects us, our personal life and our personal health. But I also want to look at environment. Why do I look at environment, Mr. Speaker? Allow me. Because environment, we look at it. Madam Deborah, you go to that ministry when Nairobi rivers have become
real hazard to our... Mr. Speaker, I want to speak very fast on some issues. And I want to start about the issue that the President has... Mr. Speaker, I want to talk on issues. First, we've had the President visit Mount Kenya, and I've heard a lot of you saying that those large numbers that have come out to listen to the President are people who have been paid, and you're well agreeing that hawa ni watu ambao wamelipwa. If the problems of the Kenyan people are always the same, if the problems of the Kenyan people are about food, is about shelter, is about roads, and if they can be paid to come and listen to the President, what issue would they have in 2027 so that they cannot be paid to go and vote for the same president? Because the presidency is not about individuals in that office. Why am I saying that? They gave the president ample time to explain to him where the rain started beating him and his former deputy. If you are very clear and you are not acting from the point of opinion, the president was very candid and he did give out reasons why they parted ways with Mheshimiwa Rigathi Gachagua. Now, it is only my humble request to the president to ensure the Kikuyu nations are given what is due to them. Let him, if it is possible, if our economy allows, let him complete the projects that Uhuru started and stalled. And let him come up with the new flagship projects of his administration and work on them until conclusion is achieved. When it comes to the narrative of him being a liar, I think even in the Bible, we are told men are meant to lie. And if it is not so, we cannot even have our better halves. But that one does not mean to justify Ruto to lie. It is only a matter of us not understanding how the government works. Because in an event the president is going to, let's say, Ndaragwa, he has to do due diligence and knows what is emotive in Ndaragwa, and try to see the allocations and the programs in Ndaragwa people are yearning for. So when he goes and proclaims the projects, then it becomes a lie, because Kenyans are always spontaneous. They want you to say something in 1 minute and the next minute that thing is completed. But in the fullness of time, Kenyans, I believe, we are going to appreciate the best leadership Mheshimiwa Ruto is having. Now, when I conclude, let me say, as citizenry, let us avoid the confusion being brought up by our leaders. Like the other day, when Harambee Stars was playing Gabon, the whole field was with the donation of Ruto must go. But then the other day when the Simeji Derby was going on, it was so marvelous, there was peace everywhere. So that one brings me to a conclusion. There's somebody somewhere hell-bent on ensuring that the president is publicly humiliated, but the citizenry doesn't have issues. So if you know you are a guy in this nation who wants to go somewhere, let you not be used to create havoc where it is not required. And with the kind of behavior I saw on Sunday when we were at Nyayo, and the same behavior I've seen it in Central, I think we have a culture that is positive for coexistence. We need to appreciate one another and stay the way it is required. Pasipo kuangalia, with us we are able, with them they are meek. Tukienda that way, Bwana Speaker, I think we are going to perform. Having said that, may I take this opportunity to conclude by showing appreciating the Fifth Estate. Let us keep up the good work and do your work diligently. Thank you.